Hey bestie, karibu tena kwenye channel yangu ya official Mina's Vlog. Kama wewe ni mgeni, karibu. Channel hii iko mahususi kwa kuzungumzia maisha na changamoto za Gulf, safari na maisha ya huko yote kwa ujumla. Kama unataka kufahamu kitu chochote kutoka huko Dubai, baki kwenye hii channel. Kama unataka kufahamu information yote ya safari za Gulf, baki kwenye hii channel. Kama wewe ni mwenyeji, nafikiri unajua nini cha kufanya. Karibu sana, tuendelee tulipoishia. Nilitoa video siku mbili zilizoisha nikasema nitaingia live, lakini kutokana na ubizi wa mwezi mtukufu Ramadhani nashindwa kuingia live. Tutaingia live baada ya Ramadhani kuisha inshallah. Lakini niliahidi kusimulia kutokana na utapeli wa watu wanaofanya kwenye visa hususan hizi za Dubai. Na tena Dubai ni free country ambayo mtu wote anaweza kuomba visa. Kwa hiyo unajiweza, tunaweza kuomba visa ukaja. Haina mambo mengi kama nchi zingine utaweza sema bank statement sima nini, haina mambo hayo. Dubai iko free sana kwenye hilo. Kupitia hilo nimezungumza kuna video iliyoisha hapa na dokeza ndipo watu wanapojinufaisha kupitia uombaji wa visa wa Dubai. Nikasisitiza watu kwa makini, matapeli wengi. Na mimi mwenyewe mashuhuda, kama mnavyojua sitaki kuja kusimama hapo kuongea kitu ambacho sikijui. Naongea kitu ambacho kimenitokea au nakifahamu kimemtokea mtu ambaye nafahamu. Sasa leo niko nazungumzia issue ya utapeli niliyofanyiwa mimi. Jinsi matapeli wa visa walivyonitapeli visa za watu 4. Story iko hivi. Wakati niko zangu hapa Dubai, nilikuwa mwezi wa 12, nilikuwa nataka niende zangu vacation Tanzania. Kwanza kuna binti nilimpata mbele kwa nataka kubadilisha kazi kutoka kwenye kazi za ndani kuja kwenye kazi za nje, akanitafuta. Alivyonitafuta nikamwelekeza cha kufanya. Pia nitaandaa video mtu wote ambaye anataka kufanya nimuelekeze cha kufanya hicho kifanya huyo binti. Alivyofanya basi alifanikiwa kutoka akiwa yuko na haki zake zote, passport, cancellation letter, kila kitu. Kifupi alipata ruksa kutoka kwa bosi wake. Kutokana na hicho tulichokifanya, bosi wake alimruhusu na nilimfuata mwenyewe, nakumbuka nikamleta hapa kwangu nikakaa naye. Wakati amekuja, wakati anatoka na mimi nilikuwa na safari ya Tanzania, nikamwambia mimi naenda zangu Tanzania. Wewe bakia kwa sababu simu ndio inatumika, tutafanya michezo zote kupitia simu. Kumbuka ukifanya cancellation unapewa barua ya mwezi mmoja tu kukaa free wakati unataka kujiandaa kuondoka au unajipanga kuchange status ya visa nyingine. Wakati amekaa hapa alikaa, mimi niko zangu Tanzania, ile visa imeenda kama wiki 3 au wiki 2. Nikamwambiaje, kazi nyingi wanataka uwe na visa ikiwa ina mwezi mmoja au umekosa yani wiki 3, yani sana sana mwezi. Kwa hiyo acha tukate tena visa nyingine. Tukata visa nyingine, ukipata visa miezi 2 itakuwa rahisi wewe kupata kazi. Akaambia sawa Damina, kwa nia njema tu. Wakati nimwambia vile, hapo tayari nilikuwa na process, nilikuwa nataka nifanye visa mdogo wangu wa kiume pia haje. Kwa hiyo nilimwambia vile ili niunganishe yeye na yule na mdogo wangu nikatie visa. Basi yule alivyoitikia kidogo nikampata binti mwingine naye akame wawili. Wameomba sana, naomba visa, naomba mimi nisaidie visa. Mimi sipendi kudhamini mtu kwenye visa. Na hiki kilichotokea ndo mwanzo na mwisho kumdhamini mtu tena kwenye visa au kumkatia mtu visa. Lakini wale walikuwa waliomba, mmoja ananiambia paka njoo atakuwa mama sio nini na nini, mendo atakuwa mdhamini wangu sio nini na nini. Wakati wananiomba wale niko Tanzania, bado sijafanya hata visa za hawa, lakini niko kwa Tanzania. Kwa mtu alivyojapiza paka njoo muone mama sio na shida kweli, mimi sitokuangusha. Mwingine nitafikia hapo kwako Damina utaniona, japo ushanikuta mtihani kupitia hiyo mtu kufikia kwangu, lakini oga na moyo wa huruma nikasema sawa. Nikamdhamini, nikamwambia okay. Sasa basi wakati niko Tanzania nikasema niko Tanzania, sina haja kutafuta tena ofisi Dubai. Ngoja nitafute ofisi wapi? Huko Tanzania. Nikatafuta, kuna kijana nilimpokeaga siku za nyuma alikuwa na kazi, tayari akaenda kazini. Kwa hiyo nikamuuliza yule, wewe nani alikufanyia visa huko? Akamwambia kuna mtu kanifanyia visa. Okay, mfuate ostaz fulani ndo alinidirect kwa huyo mtu. Basi mimi nikamfuata yule baba. Yule baba akaniunganisha na huyo mtu. Sitaji majina, naongea tu kwa kodi. Hivyo niunganisha, nikamfuata ngaba bwana, nataka visa za watu 2. Nimwambia kwanza watu 2 tu, lakini nataka visa za miezi 2. Yule baba akaniambia sawa. Akaniambia sio dola ngapi kipindi kile, lakini ilicheza kama kwenye 600,000 7 hapo.
visa ya miezi miwili. Kaambia sawa. Nikamwambia nataka za miezi miwili, nikampa. Nilipompa zile pesa alinisumbua sana kunipa visa. Mimi ilikuwa mwezi wa 12 hiyo. Nilikaa mimi nilikuwa natoka kwa Dubai tarehe 31 mwezi wa kwanza. Nilikaa tukaanza kusumbuana. Visa mbona najuaga visa chelewa sana. Visa lini baadaye ziko 90%, 80%, sio asilimia ngapi. Mpaka tukaanza kukwazana. Tulipoanza kukwazana, siku akaja akanitumia visa zako hizi hapo, alijua mimi nakuongopea sio nini, akanitumia. Hivyo nitumia kama unavyojua ukitaka kitu kikipata kiwi naisha. Nikachukua visa nikawatumia usika, jamani visa zenu hizo. Kumbuka visa zile mbili niliomba za huyu binti ambaye alikuwa hapa kwangu Dubai, na maana alikuwa tayari kwa Dubai, mwingine alikuwa Tanzania ambaye anatarajia kuingia Dubai. Basi huyu alipopata ile, kuna sema akapata kazi kama foreigner, si akajua na visa ya miezi miwili bwana. Aende kule akafanya kazi vizake, kisha ndo afanye mpango wa kutengeneza freelancer. Hiyo ndo tekniki yetu. Akaenda zake kazini. Kule agent lazima atumie kwanza visa yake, ikiwa kwa mwisho ndo afanye visa nyingine. Hatuna tunaolijua. Huyu ambaye alikuwa yuko Tanzania nikamfanyia ticket. Ilikuwa tarehe 11 sasa hapo. Mwezi wa pili ndo aje huku Dubai. Kweli kakata, tarehe 11 akafika mpaka airport, kapanda ndege mpaka Dubai. Anafika Dubai tu anaambiwa visa yako fake, haisome kwenye system. Kwa nini unakuja na visa fake? Ananipigia mimi saa 10 ambapo nilijua tendo naenda kumpokea. Amefika ananiambia mimi na visa yangu fake, yule binti analia. Alafu alipoteza kila kitu wakati anataka safari. Kila siku nasemaga wengine tunauzaga mpaka vitu ili tu unachokitaka kifanikiwe. Alipoteza kila kitu kwa sababu anataka safari. Ananiambia mimi nafikia wapi? Kurudi Tanzania bora hata nijiue. Alichanganyikiwa vibaya sana. Tukachanganyikiwa wote, mimi nimeamka naanza kaeka pale imekuaje? Basi migration na Dubai akamwambia kaa hapo, tunakurudisha Tanzania. Kwa bahati ile sikorofika, siku ya pili ndege ilikuwa hakuna. Kwa alikaa karibu siku 3 pale. Amekaa pale, tukapata watu tumfanyia tena visa atoke tu pale. Nikahangaika kuhusu visa nimfanyie haraka pale, ikawa ghali, lakini tulikubali tuingie gharama ili tu apate visa. Lakini ilishindikana, mwisho siku akarudishwa Tanzania. Akarudishwa Tanzania migration, akanyang'anywa passport. Passport yake akaambiwa alipie pesa ambazo alihifadhiwa huku, arudishwe passport. Nikaambia kwa sababu alimweka ndani, akamwambia ukitaka kutoka acha passport. Nikamwambia usipate shida, wewe acha passport toka, singine utaifuata. Akanisikia akatoka. Kutokana na situation ile iliyotokea, huyo huku nikajua si yupo kazini. Nikajua yeye pekee yake ndo kapa visa fake, japo walitolewa wote. Sikumpa bado ile baba pesa za watu wengine. Basi nikajua huyu sasa wako kazini. Huyu yuko kazini, lazima atakuwa mpata visa yake labda iko sawa. Mimi kumbukeni kipindi hiko nilikuwa nisharudi Dubai tarehe 31 Januari, nilikuwa nimesharudi. Wakati narudi, wakati hivyo nitumia tu zile visa, nikamwambia basi na watu wawili wengine wanataka visa. Ndio nikamtumia visa ya mdogo wangu sasa na huyu mtu mwingine. Hao wote ndio walikuwa wanahitaji kuja Dubai. Tena za miezi miwili. Nikamtumia yule baba akapokea, naona akasema huyu nimempa visa fake itakuwa hajajua. Na kweli mimi nilikuwa sijajua hapo. Nikamtumia pesa za watu wawili, na kumbuka nilimfanya muamala mwisho ndiko airport pale Mwalimu Julius, naingia kwenye ndege mimi nakuja zangu huko. Basi yule bwana alivyorudisha Tanzania akaacha passport akarudi, kutokana na registration nikaanza kushtuka, nikasema sasa mimi yule kaka nikimpigia vipi? Mbona amenipa visa fake, mbona patikani ajibu apokee simu yangu. Ikituma watu wakimpigia apokee awajibu kitu. Nilichofanya nikakata tiketi ya ndege. Umeelewa ya dharura. Kumbukeni nimerudi tarehe 31 tarehe 14 mwezi wa pili. Nimerudi tarehe 31 mwezi wa kwanza tarehe 10 mwezi wa pili, nimekaa siku 13 tu Dubai. Nakata tena tiketi ya dharura na rudi zangu Tanzania. Nimefika Tanzania siku nimeshuka tu. Huyu dada alikuwa ameondoka, alikuja tarehe 11 akakaa siku 3, akaondoka tarehe 13, tarehe 13 yeye, tarehe 14 mimi kaondoka. Nikamwambia kaa hotelini usiende hata nyumbani kwanza. Mali mwambie utafikia kwetu basi utaenda kukaa kwetu, kwa sababu kwao mkoani pa Tanzania aliuza kila kitu. Nikamwambia basi utakaa kwetu. Akaniambia basi mimi na kwa sababu unakuja kesho mimi nakaa hotelini na kusubiri. Akaenda akakaa hoteli. Akanisubiri. Mimi ile siku ya tarehe 14 nilifika kwa sababu nilikosa ndege, tungeondoka wote siku hiyo. Kwenye kuchanganyikiwa sikukata vizuri ticket. Nilijua nimefanya confirmation, kumbe siku nani. Nikatuma email nikamilishe malipo, tayari nishachelewa. Ndio nikapata ticket ya tarehe 14. Basi nikaondoka zangu, akanifuata pale airport.
Tukatoka, nikaambia hapa hata nyumbani siendi wala tunaja kwenda kote, tunaanza polisi. Na ni story ndefu, lazima mwenasubiri inaweza kaenda hata mpaka vipande vitatu, lakini kama unataka kupata elimu lazima ukae usikilize na uelewe kilichonikuta. Ndio maana natamani ninge live nifanye moja, lakini naona watu nufaika wengi. Basi tukafikia polisi. Polisi tukaanza, yule baba alikuwa afanya kazi posta, nyumbani kwake ilikuwa Mtongani. Nikafikiria nikaona hapa kituo kitakachotufanya cha ng'ombe. Twende cha ng'ombe. Tukitoka hapo, yani kituo cha karibu na pale. Sitaki kumention sana vitu majina ya vituo, nimekosea. Kituo cha karibu na anapokaa, tukaenda. Kwenda bwana. Tumefika pale, tukatoa ripoti. Mapokezi pale reception akawataka kutupokea, anasema hiyo kesi ilivyokaa lazima tupate go ahead kutoka kwa bosi. OCD au mkuu wa upelelezi. OCD mkuu wa kituo yuko wapi? Hayupo. Mkuu wa upelelezi yuko wapi? Nenda ofisi fulani. Nikaenda nikamkuta msaidizi wake. Nikamwelezea, akaniambia lazima angekuwa mkuu wangu na angetoa ruksa, kwa sababu ile siku nilofika mimi ilikuwa Ijumaa, tayari muda umeenda. No, ilikuwa Jumamosi. Nikaona hapa tutopata kitu. Tuje Jumatatu. Nikamchukua ile dada nikarudi naye nyumbani kwetu. Nilikaa naye sana kwa muda wote ambao nafuatilia kesi. Basi nikaona lakini bado kichwa kinaniuma. Kwa sababu kituo kile cha karibu amenijibu vile, nikafikiria kituo kingine cha karibu ambako, kwa sababu nilienda kituo cha karibu na kwake, nilipoona sijapata majibu mazuri nikaenda kwenye kituo cha karibu na ofisini kwake, kwa sababu majozi mtu akawa anakatandika ukamshtaki Magomeni, lazima utafute sehemu inayofanana. Kwa hiyo nikaenda kituo kingine, sitaki kutaja majina ya vituo, kikubwa tu. Nimeenda kule nikaripoti, nikasikitika nilipoongea, tukaongea hiyo issue ya criminal, hiyo issue ya criminal, sorry, issue ya visa fake, tukaongea na hiyo issue ya hao watu wengine ambao tulimpa pesa visa hakutoa. Hapo wakati tunahangaika na ile visa, kuna mtu ile visa ambayo alifekia, kulikuwa kuna jina la kampuni kubwa hapa Dubai. Yani mtu mwenyewe ambaye anayehold kabisa ya Tanzania ndo alikuwa ana jina yake limetumika kwenye ile visa. Yule baba pia alinitafuta. Yule baba alivyonitafuta nikamwambia naomba msimkamate, kwa sababu mkimkamata mimi nitakosa haki za watu. Mimi ninachotaka kila mtu apate haki yake, afu maisha mengine, afu mimi nitakabidhini mtu wenu. Yule baba akanielewa nilivyomuomba, akaniacha mimi nikaenda zangu Tanzania nikafuatilia. Turudi hapa kitoni. Kwa hiyo naenda tayari nasema nikimkosa huko basi namkabidhi kwa yule mtu wake, ajue mwenyewe kama atafungwa, kama atafanya mimi nikose na yeye akose. Alinilostisha sana, niliumia sana na kutapeliwa kuja kupendeza. Na hii ndio sababu nawaelekeza na nyinyi jaribuni kwa makini sana visa za kukata Tanzania visa mtihani. Basi nilivyoenda kwa kituo kingine nilivyoelezea yule mkuu wa kituo akaniambia, bwana mimi cha kukusaidia hapa, ngoja nikupe mpelelezi, unamfahamu? Mimi simfahamu, nikimuona kwa sababu nilikuwa simjui kwa sura, namba zake ninazo, ofisini kwake kwa maelekezo aliyopata napajua. Basi alikuwa mtu mkubwa tu, sitaki kuzungumzia kitu kingine, yani sitaki kwenda deep sana, ila nawapeni story kwa sababu sitaki mumfahamu ni nani. Basi nikaelezea cheo chake na kifahamu, anafanya kazi fulani, akaniambia sawa, tupe namba zake, nikawapa. Nilivyoacha namba wale wakaanza kumpigia, wamempigia simu, wakawa wanamuita, basi akaanza excuse, mara niko huku, mara niko huku, mara niko kabili. Mshoni amwambia bwana, kutokana na zamana yake hawezi kutukimbia, acha tumwambie. Tukamwambia mwambie. Basi yule akampigia kumwambia, bwana unamfahamu Amina? Yeye kuna 1, kuna 2, kuna 3, kuna 4. Ni kweli? Akukataa, akasema kweli. Unafanyaje? Wengine leo wafanya visa zitatoka nitahapa, lakini visa fake sina wakaka visa fake. Akamwambia mtu, una wakaka kama visa fake, kati unaambiwa mtu karudishwa Dubai na passport yake iko pale. Mdaoni nilikuwa sijajua issue dada ambaye yuko huku. Basi tulisumbuana naye sana. Nilikuwa na tiketi yangu nimeenda, ile kwa dharura nilika siku 10 tu, nikijua rais nitaenda nitamkamata, nitapata hela zangu nitarudi. Lakini tiketi yangu ilifika tarehe ya kurudi bado sielewi chochote. Nikapigia Tanzania nikaomba niweke open, sababu nisema siwezi kuondoka nilichokifuata kijatimia. Nikaweka tiketi yangu open nikakaa. Niliburuzana naye sana. Wakati nahangaika naye, huyu dada wa huku ananiambia na yeye sasa
Wakati anaenda kufanya visa kubwa ameonekana hakuwa na visa. Kwa hiyo kaingia overstay. Akawa na matatizo makubwa, hawezi kufanya visa. Analia. Sasa udada huku ananiambia mimi tapeli. Mimi nimeshirikiana na yule tapeli. Yule dada mwingine ambaye nilimkata visa na mdogo wangu alinishtaki kabisa kituo cha polisi Stakishari, na mimi nikaitwa kituoni. Jamani, msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kwa sasa hivi tuishie hapa. Video inayofuata nitaendelea. Naendelea kwa pale yule dada mwingine ambaye alinishtaki, ambaye niliokatia visa mara pili na mdogo wangu ambaye visa zote hazijatoka. Na huyu dada mwingine alikuwa tayari kashapata overstay. Kumbuka hapo nilikuwa nahangaika, mdogo wangu yuko nyumbani, nilikuwa nahangaika na yule ambaye alirudishwa tu airport. Bye bestie.